Yapa 18 inazidi kusonga mbele, wanaita Decoded Season 2. Bado mengi anazidi kuyakumbuka. Alivyojiunga na chuo, watu walikuwa wakiweza kumnyanyasa. Roy Jingzen, mama yako ni nani? Inakuwaje mpaka sasa hivi nguo zako za ndani na umri wote unafuliwa? Sema, mama yako ni nani? Nyie vijana mnafanya nini hapo? John Lee. Na ilikuwa ni siku ya kwanza anakutana na Roy Jingzen. Kwa nini watu wao wanakunyanyasa? Anasema ni kwa sababu nimewakataza wasije wakaweza kukopi mtihani wangu wa hisabati. Yaani amewanyima majibu kukopi. Bwana John Lee alipoweza kuangalia ule mtihani wa hisabati. Yaani wewe ndio umeweza kukokotoa huo mtihani wote? Ndio. Hii. Mtihani mgumu sana. Wewe ndio Rong Jingzen. Unanijua mimi? Ndio nimefika hapa leo. Lakini profesa, mimi na yeye ni kitu kimoja. Yeye anaitwa Profesa John Lee. President Rong aliniambia mengi sana kuhusiana na wewe. Hapa nimekuja kuweza kutafuta wagombea ambao watakwenda kujiunga kwenye shindano la hisabati. Upo tayari kuweza kujiunga na mimi? Ambaye nimesikia wanafunzi wanaweza kwenda ni wakubwa tena walofuzu, wenye kujua hisabati vizuri. Rong Jingzen, hujajua maana yangu ni ipi? Nimekwambia jiunge na mimi, si masuala ya quality. Inabidi uweze kuongea na president Bwana Rong ambaye ni profesa ama principal. Maana alikuja ndio Profesa John Lee. Kwa hiyo kweli kwenye mtihani hao ndo wanafunzi waliweza kufanya vizuri kwenye haya mashindano. Lakini mwanafunzi ambaye aliibuka kidedea namba 1 anatokea kwenye chuo cha Ningzhou. Chuo cha hisabati. Chuo cha Ningzhou. Na huyu alikuwepo mbele yenu hapa ni Profesa Lee. Na mwisho tumeweza kumpata mshindi. Ni neema kwenye chuo chetu. Mshindi sio mwingine, kwa sababu wote ni miongoni mwa wanafunzi ambaye ni top kwenye hisabati. Lakini Rong Jingzen angali alikuwa ni kijana mdogo, tofauti na wale wengine. Aliwapiga wote akiwa mwenyewe. Inabidi utabasamu kidogo na ujisifu. Majibu yote umekokotoa mwenyewe, ili niliweza kuliona kwako toka mwanzo. Mwenyewe umeweza kuwapiga wengine wote. Kwa hiyo tabasamu kidogo. Kacheka naye. Hii ni picha ya ukumbusho. Hapa ndipo John Lee akajua hichi ni kichwa, kama akiweza kukipata kitaweza kumsaidia kwenye mambo yake. John Lee ambaye inasemekana kwamba ni nusu Mchina nusu Marekani, leo anafanya kazi na maadui, na yeye ndo mtengenezaji wa ile papo kodi, na anakuambia hakuna mtu wa kuivunja. Alimpa maelezo mengi kwamba kuna researching anaendelea kuweza kuifanya, na hii researching alihitaji kuweza kuungana bwana mdogo tuweze kufanya kazi kwa pamoja.
啊，这个理论是极有应用价值的。那我得先恭喜你。Kwanza nikupongeze. 愿意跟我一起去吗？ Inabidi tuweze kuongozana tuko pamoja. 数字双向理论只是我研究的一个科目，还有更多的研究，需要更多的资源。 Kweli katika utafiti nahitaji mtu ambaye ni bora zaidi. Nenda kamuombe ruksa principal. Yeye ndivyo alivyokuwa anasemaga tu. Kila kitu principal. Kama unahitaji kufanya naye kazi, mfuate principal kwanza. Akikubali sawa. Upande wa pili, Madman na bwana wangu wametengeneza jiwe la msingi, ile topstone later on. Hichi ndicho kitu ambacho ulikuwa kiweza ukisema mwanzo. Sasa nimeweza kukiandaa nikiwa kama director mwenye cheo. Unaona? Ni makaratasi ya pesa. Alimwambia hata kama unakwenda sehemu nyingine, fikiria kuweza kufanya kazi hii na usifikirie masuala ya ukokotoaji. Usijali, mimi niko pamoja na wewe. Tutakuja hapa kila siku. Kama unahitaji supu ya kuku nitakutengenezea. Sisi wote tuko pamoja. Madman yuko poa. Dabao pia yuko poa. Tumekumisi sana. Mimi mwenyewe pia nimekumisi. Kaburi la kupandikiza. Ikiwa umeondoka, hakuna mtu yote kuweza kucheza chesi na mimi. Alafu meneja wangu pia ananyanyasa. Na kunyanyasa na nini? Hakutaka mimi niweze kuchonga kaburi lako. Uchongi kwa kitu gani? Una ruksa? Kwa nini siweze kuwa na ruksa? Wewe una hiyo nafasi. Dong Jingzen alifanya kila kitu kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba anaitengeneza Papa Code. Sawa. Lakini hakuweza kuikamilisha. Lakini ndio hivyo. Unachotaka kuweza kukifanya niweze kuchonga. Si umeona? Ananyanyasa. Hataki mimi niweze kuchonga jiwe lako. Roy Jingzen, nasikitika sana. Mawe yote kwenye makaburi yameandikwa nyuma historia za watu wao. Lakini jina lako hatujui tuandike nini. Ila mbele tu ya jiwe lako kuna mwaka wa kuzaliwa mwaka 1934 na mwaka wa kufa mwaka 1956. Hivyo tu, hakuna kingine. Lakini mengine yote nyuma yameandikwa historia zao na malengo yao kama mashujaa. Sasa sauti inasikika Papa Code, Papa Code anaita yuko usingizini. Sasa wakawa wameweza kumaanisha kitu kingine. Papa Code ndo nini? Maana hizi ni kodi, huwezi kuelewa kama sio mwelewa. Zimi? Hii nini? Ni sawa ya. Nini upumbavu ni? Zimi? Inaonekana kama jina la kike. 有什么好看的啊？接下去。 Mnachoangalia nini? Tokeni. Binti akawaza. Wajomba wanatoka makaburini. Meneja wangu kavimba vipi? Zengdang huyu hapa. Director, 我来是想跟你 nimekuja kuweza kuomba msamaha. 那天 Ile siku 是我太冲动， nilifanya mambo ya kijinga. 我们都是701最心疼龙剑真的人。 Kazi yetu sisi ni kuweza kumlinda Roy Jingzen. Kumlinda kwa kipi? 真心疼他，你就 Kama kweli ulikuwa ukiweza kumjali, usingeweza kumsukumiza kwenye bunduki. 多好的孩子！ Alikuwa ni kijana mzuri. 他要是现在还跟我在， Kama ungemwacha endelee kuweza kusambaza magazeti, mpaka leo angelikuwa anaishi vizuri na angelikuwa salama. Na wenda decoded Papa Code angeshaweza kuitatua. 你又要干？ Unataka nini hapa? 我想让你们 Nataka lile jabali kwenye kaburi mlishushe. We! 小心！ Ukisubutu kufanya pumbavu wote nitakuua. 一遍 Yipi? 相信我。 Niamini mimi. Roy Jingzen hajafa. Eh? 所以我已经
Ushahidi wa kutosha nimeweza kuupata 可以证明荣军真 unaothibitisha kwamba Rong Jingzhen kwa asilimia kubwa anaishi. 有道理。 Hiyo ina maana sasa. 我就说嘛， Sikusemaga kwani? 小荣要是真没 Kama kweli amekufa, mzuka wake ungeweza kunitokea mimi, si ndio? 的， Hey Madman, 能没有啊？ mzuka wa Rong Jingzhen ulishaweza kuona? Sijauona. Basi atakuwa anaishi. 荣军真还活着。 Rong Jingzhen anaishi. Ndio, anaishi. 听说啊， Jingzhen, 正式申请， mimi nataka niweze kusema haya. 还有大把 Dabao, Madman, 找小荣。 tutamtafuta Rong Jingzhen kila mahali, haijalishi ni mbali kiasi gani, na tutaweza kurudi naye hapa. 郑处， Jingzhen, 郑处，李处长说有急事。 Chief Lee amesema anakuhitaji, kuna jambo la muhimu sana anahitaji kuongea naye. Mimi inabidi niweze kuondoka kwanza. Karatasi za pesa na supu ya kuku inabidi uweze kurudisha nyumbani. 什么鸡？ Acha upumbavu. Karatasi za pesa na supu ya kuku. Nenda kashushie ile jabali pale kwenye kaburi. Kaling'oe. Kabeba chepe. Hiyo ni 18, nikwambia sina la ziada. Wanaita Decoded Season 2. Tukutane katika sehemu ya 19. Mashine bado inazidi kusonga mbele. 有一个名字牵引过去和未